Mambo ni kangaja, huenda yakaja na yakija, huenda tukala nyama za mapaja. Waswahili wanasema. Karibu katika Chanja podcast inayofanyika hapa Baraza Media Lab Mombasa kwa ushirikiano na Sema Box Mombasa, ukiwa na mimi maskini wa pesa, tajiri wa maneno, Malenga 001. Kwa siku ya leo tunachanja masuala mazima ya wanahabari, hususan hapa Mombasa, hapa Pwani, na ndio maana kwa siku ya leo tunakaa na Chairman Omar Abdalla, lakini wengi wanamfahamu kama Omi Dala. Karibu sana Chairman. Asante sana bro. Chairman Nashukuru. Mombasa Press Club. Hiyo siku hizi ndo inatawala sana anga. Hiyo ndo habari ya mjini. Hiyo ndo habari ya mjini. Mombasa Press Club inafanya nini Chairman? Mombasa Press Club ni muungano wa waandishi wa habari na wale ambao wanafanya kazi katika sekta ya wanahabari. Na lengo kuu la Mombasa Press Club ni kuwaleta pamoja hao wanaofanya hiyo kazi ya wanahabari au waandishi wa habari, ili angalau kuwasaidia katika mambo yao ya kila siku, mambo ya kibinafsi na mambo ya kitaaluma. Nikizungumza mambo ya kibinafsi, unajua waandishi wa habari ni wanadamu kama kawaida, na sote tunajua, sote kila mtu ana changamoto zake za kimaisha, na sisi tunaamini umoja ni nguvu. Kwa hiyo tukaamini, kwa nini tusije pamoja, tukashikana pamoja. Leo hii wewe kama Malenga, ukiwa na tabu yako na wewe ni mwandishi wa habari, mwanachama wa Mombasa Press Club, basi sisi kama familia tunaingilia, tunaangalia vipi tunaweza kusaidiana na wewe. Angalau ile shida yako inakuwa shida yetu na tunaitatua. Hata kama tutaweza kuitatua kwa pamoja ama kuitatua 100%, lakini kuna vile kiwango tutaitatua. Hilo ni jambo la kwanza, ambao ni mambo na masuala ya welfare. Na jambo la pili ni kusaidiana katika mambo na professionalism, mambo ya uandishi wa habari. Ukiangalia sasa hivi mambo ya uandishi wa habari kila siku yanazidi kubadilika, sababu ya mambo na mtandao, dijitali nini. So lazima waandishi wa habari pia waendelee kufanya kama masomo nini, na hayo ndo mambo ambayo pia kama Mombasa Press Club tunajisatiti kujaribu kufanya. Angalau ni vipi wenzetu wanaweza kupata masomo mapya ama kupata skills mpya, maana mambo saizi yanabadilika katika sekta ya wanahabari, mambo mengi yanatendeka. Ukiangalia vyombo vingi vya habari vinafungwa saizi, waandishi wengi wa habari wanakosa kazi. So tunaangalia ni vipi wewe kama mwanahabari, chombo chako kimefunga ama wewe umefutwa kazi, ni skill gani nyingine unaweza itumia ikakupatia kipato chako. Kwa hiyo hayo ndo mambo ambayo sisi kama Mombasa Press Club tumekuja pamoja na tunajaribu kuyafanya. Vizuri kabisa Chairman. Kwa hivyo teknolojia kwa upande fulani imekuwa tishio, hususan kwa hii industry yetu ya wanahabari. Bro, teknolojia imepiga media vibaya sana. Incident tu ya hivi karibuni ni Nation Media Group. Umeona Nation Media Group inafuta watu, inafunga baadhi ya ofisi. Kwa sababu gani? Wanaamini wanafaa saizi wawe wakitoa habari zao kupitia njia ya kidijitali. Na njia ya kidijitali si lazima uwe na ofisi kila mahali. Bora tu mtu ako na simu na ana wifi, ama ana internet, anaweza kaitoa ile habari. Siku hizi Wakenya wengi wanasoma habari kwa mtandao. Ndiyo, ile traditional media bado iko na itakuwepo, lakini watu siku hizi habari wanazifuatilizia kwa mtandao. Mtu kabla ifike ile saa 1 saa 3 kuangalia habari za siku atakuwa shazipata kupitia mtandao. Na ndio maana vyombo vingi vya habari siku hizi vinaenda njia hiyo, mambo na dijitali. Kwa hivyo dijitali ama mambo na mitandao imechapa sana sekta ya wanahabari. Kuna mwanafunzi sasa hivi yuko chuo kikuu, anasomea wanahabari, alafu anakusikia unasema kitu kama hicho. Yeye afanye nini ama ajiposition vipi, ama curriculum yetu nayo inaenda as fast as the technology? Media Council wamejaribu sana kutengeneza curriculum mpya ambayo ina adapt na jinsi mambo yanavyoendelea. Juzi tumekuwa na kongamano la mambo ya AI. Ni vipi tutaweza kuileta AI katika wanahabari. Na tayari nadhani Media Council washalifanyia kazi hilo. Hata kuna walikuwa wameshatoa mwongozo. Na kwa ule mwanafunzi mbele labda ananisikia nasema wanahabari upigwa na mambo ya mtandao, kwa hivyo nitafanya. Unajua wewe kusomea wanahabari haimaanishi ati ukishasomea ule wanahabari basi wewe lazima uwe unafanya kazi kwa gazeti ama kwa TV ama nini. Unaweza kusomea ule wanahabari. Kuna mashirika mengi sana sasa hivi
kuna wanasiasa wengi sana, kuna watu binafsi sana ambazo wanazihitaji huduma za wanahabari. Unaweza kuwa umesomea wanahabari, unajua mambo ya speech writing, unajua mambo ya crisis management, unajua mambo ya jinsi mtu gani anaweza communicate wakati akiwa kwa crisis ama wakati amepatikana na shida. Kwa hivyo si lazima huo umeandikwa kazi katika vyombo vya habari basi wewe mwanahabari. Hapana, unaweza ukapractice uandishi wako wa habari kando na kuajiriwa katika vyombo vya habari. Mfano mzuri mimi yani katika maisha yangu kuajiriwa katika vyombo vya habari nimeajiriwa mara 2 mara 3, lakini maisha yangu bado yanaendelea, ni mazuri. Hata saizi ukiniuliza sijaajiriwa na chombo chote cha habari, lakini bado maisha yanaendelea. Kwa sababu gani? Natumia ile elimu ambayo nilisoma katika taaluma yangu wa wanahabari kujiendeleza na kufanya mambo mengine. Kwa hivyo vitu viwili umevi emphasize sana chairman. Media inabadilika kwa sababu ya teknolojia. Kwa hivyo sio wengi ambao watahitimu watafanya zile traditional roles ambazo watu wamezizoea kwenye media. Kuna kazi nyingine tofauti kwa uelewa wao na kwa ujuzi wao watafanya. Na umesema pia Media Council of Kenya inajitahidi sana. Inajitahidi mno kuboresha masomo. As a freelance journalist, Media Council of Kenya inawatambua vipi? Ama how easy is it for a freelance journalist kupata accredited na Media Council of Kenya? Unajua mwanzo inabidi tuelewe. Unaona Media Council? Media Council hawakusaidiwi kama mwandishi wa habari kupata kazi. Kitu ambacho wanakusaidia ni kukupatia kile kibali na kukupatia mwongozo wa kufanya kazi. Na mwandishi yote habari ambaye amesomea habari na anafanya kazi katika kituo cha habari, hata siku hizi kuna tamu mpya imejitokeza na Media Council imebidi waichukue. Hata pia sisi kwetu Press Club tumeichukua, wanaitwa media practitioners. Ukiangalia katika redio nyingi hizi, redio hata TV, kuna baadhi ya watangazaji hawajasomea huo wanahabari, lakini wanafanya kwa vyombo vya habari. Mtu anatangaza kabisa, mtu ni comedian lakini yuko kwa redio yotangaza breakfast show ama drive show. Yule ni media practitioner. Kwa hivyo lazima pia yeye anapelekwa, anapata yale mafunzo ambayo yanasaidia mambo ya law, ya jinsi ya kuendesha wanahabari. Kwa hivyo Media Council itakusaidia wewe kukupatia ule mwongozo na kupatia kidogo masomo kidogo kama media law nini, na kukupatia press card. Wako wanaopata nanio freelancers wanaopata press card. Press card zinatolewa. As a what is the process? Kwa sababu mara nyingi wengi ulalamika kama mimi siko chini ya mwavuli, kwa mfano Mombasa Press Club, siko chini ya media house yoyote, mimi ni malenga, ni media practitioner kama ulivyosema, nina ujuzi, nimesoma, ama pengine sina ujuzi, sijasoma, lakini nina talanta. Nafanya kazi kwenye redio, na podcast nafanya ambaye ina following kubwa. What is the process for me as a young person ambaye have a following that needs to be accredited? Sasa kama tuseme wewe kama saizi wewe malenga ukitaka, kuna course wanazo, short courses, training tu wanasifanyia watu. Kama hata photographers pia wanafanywa. Wanakuja wanakufanyia training kidogo tu kama wiki 2, alafu wanakupatia certificate. Kupata ile certificate sasa, it's easier for you kupata ile accreditation. Unajua sababu gani? Ndio sitaki kuzungumzia sana Media Council, maana mimi sifanyi Media Council. Lakini kitu kikubwa wanachojaribu kukiavoid ni ile mtu kuja kujisema yeye ni mwandishi wa habari ama anafanya uandishi wa habari, lakini anajaribu kuitumia ile vibaya. Kwa hivyo ndio maana umeona wamekuwa very strict. Wanasema sawa, wewe ni freelancer, tutafutie hata barua ya affiliation ya, maana huwezi kuwa wewe ni mwandishi wa habari ni freelancer, umekuwa miaka yote una freelance hapa Mombasa, hauna affiliation yoyote ya organization yoyote ya media ya professional body. Au mbali na hiyo, katika ile media ambao una freelance unawapatia stories zako, wana publish ama wana air, wale pia basi wanaku recognize, wanaweza kukupatia barua, na ile barua ikakufacilitate ukapata ile press card. So wanajaribu kutoa ile kitu watu tunaita quack wasi infiltrate hii profession. Umezungumzia swala la watu kutumia taaluma vibaya. Kumekuwa na kesi za media kutumika kudrive narrative for some people ama against some people. Wewe zungumziaje? Bro, hilo ni swala ambalo si Kenya tu. Ukiangalia hata ukiangalia chaguzi za Marekani, za wapi,
kuna media ambazo kazi yao ni hivyo, wanatumika hivyo, wanapeleka ajenda. Yani ukiangalia kama Marekani kuna uchaguzi, kama uchaguzi Donald Trump alivyochaguliwa, uchaguzi zote ambazo zinafanyika, kuna baadhi ya media hujitokeza aswa wakasema wao wana support candidate huyu. Unajua zile media house bro, ndio kuna media laws ambazo zina govern sector, lakini tuelewe pia hizi media house zinakuwa run na wanabiashara. Wale wanabiashara, kila mtu ana lengo lake na kila mtu anaangalia pale anapotaka, pale mbele anapojiona atakuwa safe. Mwandishi wa habari ndio ana guidelines zake za kufanya kazi, lakini sasa yeye yuko chini ya mwajiri wake, ambaye mwajiri wake yeye pia ana malengo yake, ana selfish interest za biashara. Kwa hivyo pale ndo huwa kuna ile thin line pale, sasa kuibalance ni ngumu. Kwa hivyo hizi narrative haziendeshwi na wanahabari, zinaendeshwa na wenye vyombo vya habari. Wewe kama mwandishi wa habari huwezi kuleta narrative ya candidate fulani katika media house yako, na hiyo media house yako haimhitaji hiyo na ikapita. Hapana, lazima ile media house ndo itoe ule mwongozo. Hata tuseme tu katika hizi media house, wakati ule baba yuko hai, baba yapigania kura, sikuna baadhi ya media house ulikuwa unaona hata wanaozimiliki hizo media wanaenda mikutano ya baba kwenye hadhara, wanasimama na baba, kama ni matangazo ya baba moja kwa moja, kuna media house fulani inafanya. Kwa hivyo ni hivyo bro. So yule mwandishi wa habari huwezi ukamlaumu. Yule mwandishi wa habari yeye anaangalia mkate wake, anaangalia kula kwake. Mwajiri wake ashamwambia mimi namtaka Gachagua, basi yeye atasimama na Gachagua. Kwa hivyo integrity iko wapi hapo chama? Integrity, yani ikija swala la integrity inakuwa ngumu kiasi. Kwa hivyo saizi wanahabari the hands are tied. The hands are tied. Services go to yani the highest utataka bidder. Sawa, wewe kama mwandishi wa habari utataka kuwa very professional, utataka kufanya kazi yako jinsi inavyohitajika, lakini sasa bro, environment yetu na vyombo vyetu havitaruhusu. Not unless useme basi mimi nataka kusimama na professionalism na hii media zangu imeniambia nende na hivi, sitaki, mimi naacha kazi. Nani yuko tayari kufanya hivyo? Kwa hivyo wengi kwenye media kuna mambo utayanyamazia kwa ajili ya tumbo lako. Bro, nakupa mfano mzuri. Wewe ni mwandishi wa habari hapa Mombasa. Una cover elections hapa Mombasa. Story yako utaiandika vizuri objectively. Uitume, unajua kuna gatekeepers katika hizi media houses. Uitume wale gatekeepers ambao tunaita editors. Mtu anaweza igeuza kabisa. Anaweza igeuza isuit vile ambavyo wao wanataka au vile media house inataka. Kwa hivyo wewe kama mwandishi wa habari wako chini unaweza kuwa unafanya jambo lako very innocently na unazingatia mambo na professionalism nini, lakini kile chombo chako chaweza kuangusha, maana vyombo vile ni biashara binafsi zile bro. Kwa hivyo story umeiandika, umeiandika, umesubmit kabisa, inabadilishwa, lakini jina linabaki lako. Jina linabaki lako. Ndio maana unapata kuna baadhi ya waandishi wa habari mtu anajipata yuko kwa shida na makosa si yake. Mara ngapi mwandishi wa habari hapa anapelekwa kotini kwa makosa ambayo si yake kabisa. Makosa ni ya editor na yule editor ameyafanya sababu ya selfish interest zake. Mara ngapi mwandishi wa habari hapa chini anaenda kwa mkutano anapigwa na wale supporters na goons, lakini makosa si yake. Yale andika story vizuri, lakini ile story ilivyofika kule juu ikabandikwa huku chini kukaekwa juu kukaekwa chini, yani ikabadilishwa kabisa. It happens. Na nini inafanyika kuzuia hiyo? Ni ngumu, yani tuseme ni ngumu sasa hivi, maana kama nilivyokuambia watu wanaangalia maslahi yao. Services go to the highest bidder. Yeah. Yule mwenye mfuko mzito yeye ndo ana drive kabisa. Wazungu wanasema he who what? Nataka useme wewe ule msemo anayepiga ngoma ndo nafikiri imeeleweka kabisa. Kwa hiyo ndo hivyo, so inakuwa ngumu sana kujaribu kubalance, lakini maisha yatasonga tu. Ndio maana unaangalia sasa hivi traditional medias zimekuwa zinapata rivalry kubwa sana kutoka kwa hawa tunaita citizen journalism. Maana wewe mwandishi wa habari unaweza kuwa umeenda umekava kitu chako vizuri umekipeleka, lakini sasa kile ulichokipeleka
kinabadilishwa, na huku kuna yule citizen journalist ambaye, ama mwananchi wa kawaida ambaye yeye pia alikuwa pale pale akaipata ile habari, ama yeye pia ana ukweli fulani, yeye kwa mitandao akachapisha ule ukweli. Wewe katika media zako ile kilichochapishwa ni uongo kabisa. So unapata hata kwa media, kwa mitandao unakuwa challenge, mnabidi mnaambiwa, angalia hii chombo cha habari kimetuambia hivi, na huyu mwana blog ametuambia hivi. Na sasa unapata kuna hawa wana blogi wana following kubwa sana, yani they are media houses on their own, so tayari kuna watu wanawaamini wao. Athari ya hiyo pia ni nini chairman? Kweli kuna watu wana a very huge following, very huge numbers, wakisema wao kabla hata traditional ama mainstream media haijasema, watu wanawasikiza na watu wanawafuata. Kama ulivyosema pia zinatumika media houses na hao nao saa nyingine hutumika to drive narratives. Sasa sisi kama raia tunabaki katikati, hatujui tuende wapi, kwa sababu media houses zinatumika, wenye following kubwa nao wanatumika. Sasa anayeharibikiwa ni mwananchi wa kawaida, sababu ukiangalia huyu tunaoita influencers hizi, huyu influencer amfuatwa na mwanasiasa fulani, akaambiwa mimi nataka ni drive narrative, nataka uniwekee kitu yangu trend. Haya, huku ameka kitu hichi, huku chombo cha habari ingawaje bado kuna watu wataamini vile vyombo vya habari, lakini inakuwa yani ni changamoto kubwa sana. Inamwacha yule mwananchi wa kawaida katika njia panda, hata ile right yake ya kupata information inakuwa ngumu, inakuwa jeopardized kwa sababu ya mambo kama hayo nini tafaruku. Tumeongelea vyombo vya habari pia siku hizi kutumia watu wenye ushawishi mkubwa kama watangazaji, kama waendesha ajenda yao. Na kweli vyombo hususan kwenye redio wengi sana hata hapo Mombasa siku hizi wanaendea influencers rather than trained journalists. Wao unalizungumziaje? Ni kwa sababu wameona ushawishi wa hawa watu, na ni vipi wanaweza wakashawishi watu voters, ama kama ni biashara watu ambao wanawalenga. Yani ndo inakuja hapo trend ya siku hizi. Trend ya siku hizi, watu wengi wanaamini sana mambo ya mitandao na hawa ma influencers. So yani inabaki kuwa ni ngumu kabisa kwa traditional medias kujaribu kucompete na hawa na mitandao au digital. Ndo maana it's now upon na vyombo vya habari wao pia waanze kuimprovise ways jinsi gani wata maintain ile base yao, kama ni listenership, kama ni viewership, kama ni readership wakati kama huu ambako kuna hiyo digital transformation. Una experience sana kwenye masuala mazima ya journalism chama. Changamoto kubwa ambayo wewe binafsi ushaipata na bado unaiona iko over the years ni gani? Changamoto kubwa sana kwa industry ya wanahabari ni ajira tu. Ajira bado ni shida. Ndio maana mimi wanainsistiya watu kila siku, usiende kusoma uandishi wa habari akili yako ukawa umeilock unataka kuajiriwa kwa chombo fulani. Unajua mtu anaweza kuwa hapa amesoma, yuko pale tu kila siku akifungua TV yamwona Rashid Abdalla, akifungua TV yamwona Nimrod Tabu. Basi yeye akili yake pale namwambia yeye lazima awe kama Nimrod Tabu ama Rashid Abdalla. Ukitoka skuli na akili ile utaumia sana. Ni wewe sasa ukiwa pale skuli wakati unasoma ile journalism, angalia, jaribu kujitathmini we mwenyewe. Mimi niko mzuri kuandika, niko mzuri kutangaza, niko mzuri kufanya nini? Jifanyie kazi mwenyewe. Sawa, si vibaya kuwa na role model, lakini usiwe na fikra yani usiwe na ile tunaita wishful thinking. Yani wewe mwenyewe ukaa pale kila siku wajiona basi wewe ndo Rashid Abdalla ama hapana. Yule ni Rashid Abdalla, ndio anaweza kuwa role model wako, lakini wewe pia jiangalie ni wapi una nguvu zako nyingi ziko wapi. Fanyia kazi pale, na si lazima utoke, na insisti, si lazima utoke pale alafu uajiriwe. Ndio ni ngumu, kila mtu anatafuta hiyo ajira, anataka at least anajua mahali kila mwisho wa mwezi anaweza pata, lakini usiweke at the back of your mind kwa lazima upate kitu hichi. Na kwenye point hiyo chairman, nimeona baadhi, nafikiri kama sijakosea
kama gazeti 2 zishaanzishwa hapa Pwani za kuzungumzia masuala ya Pwani, pengine katika huo msingi wa ajira mbadala ama ya watu kuwa na vyombo vyao wenyewe ambao pengine wataendesha ajenda zao wenyewe, lakini baada ya muda zinakufa. Kuna redio kadhaa zinafunguliwa za hapa Pwani, hapa Mombasa, baada ya muda zinakufa, ambaye hii pengine ni kutafuta ajira mbadala, ama kama wa Pwani ama kama watu wa Mombasa kujaribu kuwa na vyombo ambavyo vyaendesha ajira zao ama ajenda zao. Nini inapelekea haya mambo yanakufa? Unajua, ndio tunaweza kuwa na fikra, unasema unataka kufungua gazeti lako ama redio yako ya kuzungumza tu mambo ya Pwani, lakini wewe ambaye unafikiria hiyo, umeshafanya research yako ukajua viability ya hicho kitu ambacho unataka kwenda kukifungua. I think hapo ndo kuna shida kubwa sana. Mtu anafungua kitu sababu ya mhemko, hajafanya research, akataka kujua market ikoje ama nini. Hii especially market hapa Pwani ni ngumu sana. Ndio maana unaona saizi hata redio ambazo zimebaki ni redio chache tu. Redio zingine zimebidi zimefunga, sababu ukijaribu kuangalia market share ya hapa Pwani, vitu kama listenership, haya matangazo, mtu ana kitu chake anataka kutangaza, atakileta kitangaza hapa ama atataka kutangaza na redio ambayo inasikika nchi nzima. So mambo kama hayo ndo vitu ambavyo mimi mwenyewe binafsi naona vinachangia idea kama hizi zinashindwa kuendelea, sababu mtu afanye ile research ya kueleweka na akaelewa market inahitaji nini na watu wetu hapa wanahitaji nini. Na kumekuwa pia na tetesi kwamba miaka 5 ijayo hatutakuwa na redio. Wewe unakubaliana nalo hilo? Redio lazima itakuwepo. Unajua kuna watu wengine kama sisi vijana, ndio maana unaona redio ina kila ina kipindi. Sisi kama vijana, wewe ukienda ukisikiza redio sasa unasikiza sababu ya muziki, lakini kuna yule mzee kule Chonyi wapi, yeye ile redio haizi iacha, ankanao yataka asikize habari, asikize nini. Kwa hivyo redio bado itabaki, lakini ushawishi wake sasa, je, ushawishi wake unakuwaje? Hapo sasa ndo debate. Ushawishi wake bado utashuka, sababu listenership kubwa especially ya kama huku mijini watu si kama kule vijijini, na basi kule vijijini ni watu wangapi wanaafodio redio? So unaona vitu kama hivyo, lakini hati useme redio itapotea kabisa, ni ngumu. Itakuwa hapo bado ipo. Redio bado itakuwa iko. Maana redio ukiangalia katika historia ya media, wewe jiulize kwa nini kuna World Radio Day lakini hakuna World TV Day, hakuna World Newspaper Day? Sababu gani? Redio imekaa miaka yote hiyo. Redio ndo chombo cha kwanza cha kupitisha habari ama mawasiliano. Kwa hivyo kumaanisha bado kiko kile na kitaendelea kuwepo, na ni kwa ajili pengine ya ushawishi wake, range yake pia. Tukizungumzia reach na ushawishi, nishashuhudia baadhi ya watu hususan wanasiasa wanakuwa blacklisted na wanahabari na vyombo vya habari. Kwa mfano, inaweza kuwa pengine ni waziri wa masuala fulani tu katika kaunti ya Mombasa, wanahabari kwa ujumla wa Mombasa wana blacklist. Haijaandikwa mahali, haisemwi mahali, lakini yuko blacklisted. Akiwa na press conference watu wataenda, akiwa na shughuli zake watu watahudhuria, lakini taarifa zake hazionekani mahali. Nini unapelekea hiyo? Sasa unajua pale huwa kuna mambo binafsi kati ya huyo news source na wale wanahabari ambao wanayajua wenyewe mambo yao. Pale huwa ni mambo binafsi, labda yule news source amewakosea. Unajua unaweza pata kuna mtu ni news source lakini jinsi anavyorelate na waandishi wa habari, yani wewe mwenyewe unasikia raha hata bila yeye mwenyewe kukuambia nifanyie habari, unajipata umemfanyia. Kwa hivyo it's also that personal relationship kati ya wewe news source na wale waandishi wa habari. So hiyo ndo huwa ni kukata mtu wakati chairman. It might be that. Ndio maana nakwambia person ile relationship. Sasa hapo inategemea vitu vingi. Sawa kama hivyo ulivyosema, sijui kukata ama lakini huwa ni ile relationship kati yako wewe news source na waandishi wa habari.
Lakini nini pia inapelekea hiyo chairman? Mtu ni mwandishi wa habari na hata si freelance, wengi ni wako chini ya vyombo vya habari, lakini kinachowa motivate au kucover certain stories ni handouts. Unajua bro, yote inakuja kwa shida zilizoko kwa media zetu. Usione mtu anafanya kazi Nation, usione mtu anafanya kazi sijui Citizen, sijui mtu amefanya kazi shirika gani. Kuna baadhi ya waandishi wa habari, wafanyikazi wanaofanya katika hizi media hizo. Mtu anaenda miezi 6 bro hajalipwa, mtu anaenda mwaka mzima hajalipwa, mtu anaenda miaka 2 hajalipwa. Halafu leo hii wewe unakuja kumwambia una habari yako, na najua wewe mwanasiasa, ile habari yako itakusaidia, utapata ushawishi fulani mali fulani. Umtoe hapa tuseme unataka kwenda kufanya story Mwakirunge. Yeye ile media house yake haimpi fare kutoka hapa mpaka Mwakirunge. Wala hajui kama ile story ambayo anaenda kuifanya kutoka hapa mjini mpaka Mwakirunge atalipwa na media house. Kwa hivyo kwa nini asichukue hela yako? Maana yeye pia yuangalia maisha. Sawa, antoka leo, umemchukua umeenda umemzungusha mpaka Mwakirunge the whole day. Ana familia ameacha nyumbani, kuna nyumba anafaa alipe, umemzungusha the whole day. Hajapata lolote hiyo siku, media house yake pia mlipi, sasa itaishi vipi? Ndo pale unapata mtu anakuambia, bro nisaidie pia mimi kidogo, 1,000 elfu ngapi pia mimi itanisaidia. Kwa hivyo ni mambo ya kibinadamu tu na shida ambazo zilizoko kwa vyombo vyetu vya habari. Kwa hivyo chini wanahabari wetu wanapitia changamoto ni nyingi sana. Ndo maana hiyo ndo kati ya sababu ambazo tukaanzisha vitu kama hivi Mombasa Press Club. Changamoto wanazopitia waandishi ni nyingi sana bro. Yaani wakikuachia hivi changamoto zao, hutaamini ni wale ambao huo unaosikia wakizungumza kwa redio ama unaosikia wakitangaza kwa ma-TV. Ndio kuna wale wanaishi vizuri. Lakini kuna wale especially waandishi wa habari wa nyanjani ambao wako huku tunaita huku mashinani. Wanapitia shida nyingi sana hapa. Na alafu unajua yule mwanahabari anapitia changamoto nyingi sana, lakini anashindwa atazieleza vipi, sababu ya vile jamii inamwona huyu ni mtu mkubwa sana. So unaona zile changamoto ambazo ziko tayari. Ndio maana unaweza kuta unasikia mwandishi wa habari anakufa na depression, unasikia mwandishi wa habari anajiua sababu ya vitu kama hivyo. Hiyo ndio imepelekea kuna, siwezi kuita uadui, lakini kuna beef baridi kati ya wanahabari especially wale waliobobea na new influencers ambao ndio wameteka mji. Si rahisi wapate wamekaa meza moja, kwa sababu hawa wanaona kama hawa wamekuja kula mkate wetu ama wamekuja kuchukua keki yetu. Ni mambo mengi kama hayo. Na pia alafu unajua yule mwandishi wa habari ambaye amekuwa employed na chombo na wewe kama influencer mmekuja mnafanya story moja, lakini sasa unajua yule mwandishi wa habari anajua na yeye amesoma, anaijulia ile taaluma kukuliko. Sasa unaona mambo kama hayo pia yanachangia. Lakini pia nagundua kwamba kuna wengi wanaumia kwa ajili ya ule umaarufu ambao wako nao, pengine fame yao ndio inamsustain kuliko kazi yake. Sasa inabidi abaki kuwa mwanahabari kwa ajili ya ile jina lake, lakini si kwa sababu wanahabari wake ndio unaomwekea chakula kwenye meza. Kuna kitu mimi huambia wanahabari wakati tukiwa katika hizi warsha ama nikipata nafasi ya kuzungumza nao. Ile nafasi ulionao wewe mwanahabari sasa hivi, una rub shoulder na Gachagua, una rub shoulder hata na rais, una rub shoulder na governor. Isikufikia akilini mwako juu ukajiona wewe basi uko katika level yao. Unajua kuna baadhi ya waandishi wa habari, na ni wengi, wanaishi false life. Sababu gani? Yeye ni rahisi kumfikia kiongozi fulani, yeye ni rahisi kumfikia mwanabiashara fulani. Baadhi ya vitu vidogo hivi kuvipata si ngumu. Sasa yeye tayari anajiona maisha yake yako katika level fulani, yeye amejiweka katika level fulani ambayo haifai. Leo hii ukija ukitoka katika ile media house unaporomoka bro. Unaona sasa hivi wewe tuseme unafanya kazi katika tuseme Pwani FM ama wapi, ufuto kazi saizi Malenga, saizi tuseme ni saa 6, saa 7, saa 8 wanasiasa wote Mombasa washajua mfuto kazi na namba yako washai block, simu yako ishikwe. Nakwambia kweli bro. Sasa hivyo ndo maisha ya uandishi wa habari yalivyo.
So wewe ukija ukijiweka ile level kuwa basi mimi ndo kusema hii town, ikija ikifika ile wakati tu wewe shoka linkupata, wapata tabu. Ndio maana unapata bro, inabidi mara unaanza kusumbua wenzako wakuchangie mara nini mara nini. So ndio maana mimi wanajaribu pia kueleza tuishi na reality. Ile status ambayo tuko nayo saa hizi, una rub shoulders na sijui nani nani, sauti yako inasikika, basi hata utaki kupanda matatu sababu pale ndani ya matatu utasema huyu si ni Malenga huyu nini. Hapana bro, ishi maisha yako, usitake kuishi maisha ambayo kuna kesho. Hata kama wapata shilingi 15,000 elfu ngapi, ishi maisha yao 15,000. Jiangalie ni jinsi gani wewe mwenyewe utajikimu katika, lakini si ati utake kuishi maisha ambayo sio. Hapana, hizo ndo vitu, hayo ndo mambo ambayo yanakuletea shida, najipata kesho ufutwa, wapata na depression. Lakini labda chama inachangiwa na competition, pengine saa nyingine pengine mtu anaona akijichanganya na media house A na yeye ni media house B, pengine anahisi itapunguza competition, na kazi ndo competition. Ama hii competition mnaihandle vipi amongst yourselves? Hiyo iko na unajua ni wewe mwenyewe binafsi ujitathmini na ujielewe, na ndo hivyo kama nilivyosema, uelewe kuna kesho, na kile chombo unachofanya si chombo chako. Kile ni chombo cha mwenyewe anaweza amka kesho akasema naifunga ile media house. Utakuwa wapi? Leo hii umekuwa ukizunguka hapa mjini ukijigamba mimi ndo kusema, utaki hata kuinteract na wenzako na hapana. Kuna kesho bro, kuna kesho. Kumekuwa na wimbi kubwa la wanahabari kuingilia siasa. Wengi wanasema hiyo ndoa ni kama njia ya mtu kutoka, ushajipatia umaarufu, ushajulikana, watu wengi wanakujua, basi unaingia kwenye siasa. Pengine tutegemee 2032 chairman nayo tutakuona kwenye mabango. Labda wewe uniambie simame, nitasimama. Lakini mimi mwenyewe nilipo naridhika na kile kidogo ninachokifanya, naridhika nacho. Mengine ni Mungu atayapanga, lakini si ati sababu leo uko kwa media ama unasikika kwa redio, unaonekana kwa TV, basi uone we ni maarufu, uone ukitoka ukienda kusimama kura utazipata. Hapana, siasa si hivyo. Lakini wengi wanatumia njia hiyo. Ndio wanatumia njia hiyo, lakini ni wangapi wampita kutumia njia hiyo? Bana, siasa ni tofauti na wewe katika kile chombo cha habari. So kuna ile reality kwa ground. Kwa hivyo siasa na umaarufu wako, siasa ni tofauti sana na umaarufu wako wa TV wa kwa redio na kazi yako, vitu viwili tofauti. Kazi yako ishai kukuweka kama tatani chairman, ukashindwa kulala nyumbani, ukakimbia mafichoni? Mimi nishajipata kwa tabu mara kadhaa. Ulimchokoza nani ama ulimkosea nani? Haina haja kutaja, lakini unajua wakati mwingine bro, mimi nishaikuja nikapata message kwa simu, unaambiwa kichwa chako tutakeka ndani ya gunia kwa sababu tu ya story hufanya. Unajua sasa ukipata message kama hiyo, wewe mwenyewe inakuweka kwa wasiwasi, hata kwenda kulala nyumbani unapata shida. Unaona ujamaa za kwa nani anatopi na mbangu antumwa na nani? Kwa hivyo vitu kama hivyo vina happen. Hizo ndo risks ambazo zinakuja na kazi ya wanahabari. So ni wewe mwenyewe tu ujue jinsi gani unaweza kuzipenetrate na jinsi gani wewe mwenyewe utastay professional. Unajua vitu kama hivyo pia huwa vinaletwa saa zingine kwa kutumika. Wewe especially story kama hizo siasa, wewe umetumika na mwanasiasa fulani kumchafua mwanasiasa mwingine. So yule mwingine, na unajua siasa ni mchezo mchafu. Kwa hivyo hakuna atakayetaka kuona anachafuliwa jina. So nile pia wewe mwenyewe kwa professional, na pia kuna mambo wewe mwenyewe kujiangalia security yako, usalama wako ni vipi. Kwa hivyo kuna stories zingine kama mwanahabari, licha kwamba ni kweli, licha kwamba zinaonyesha ukweli, kama mwanahabari unazinyamazia. Bro, kuna rule moja ya waandishi wa habari: no story is worth your life. Usiende kufanya story utaka kujionyesha wewe ni umebobea katika wanahabari, utauliwa kesho hiyo, wenzako watakusahau, kila kitu chako itakuwa kisha, familia yako itabaki inalia milele nini, lakini mambo yako yashasaulika kwa sababu ya story moja tu ambao ulijiona wewe ni shujaa utakwenda kuifanya. Kwa hivyo no story is worth your life. Angalia maisha yako mwanzo. Kuna maisha mbali na uandishi wa habari. Sisi mbali na wewe kwa mwanahabari, wewe ni mwanajamii, uko katika ile jamii ambao wenzako waliko. So angalia maisha yako mwanzo, angalia usalama wako.
Umenikumbusha kauli moja inasema, waoga huishi kuhadithia watoto wa mashujaa walivyokuwa baba zao. Yule ambaye wajifanya yeye ni shujaa, anajifanya yeye haogopi, mara nyingi mwisho wao Hujipata taabani. kwa mambo kama haya. Lakini inaogofya ikiwa basi ina maana vitu vingi sana huenda chini ya kapeti kama wanavyosema wenyewe mitaani, kwa ajili tu ya kwamba hakuna usalama ama hakuna uhuru pia wa wanahabari wetu kufanya kazi yao kwa ubora Kabisa. Chairman, nukta kwa wanahabari wenzako, ni jinsi gani tu, kwa sababu wewe umekuwa kwa miaka na mikaka, nini kimekufanya umekuwepo muda huu wote, lakini pia kwa jamii ni upi mpaka ama ni upi mwisho wa kutegemea kutoka kwa wanahabari? Maana sengine na hizi pia jamii ina over expect kutoka kwa nyinyi wanahabari. Kwa wanahabari wenzangu, kitu ningependa kuambia ni tupendane, na cha pili tujiunge na hizi organization ambazo, hizi professional body ambazo zimetengezwa kutuleta pamoja. Pale tuna share ideas, tunaangalia na mambo ya welfare, mambo mengi. Alafu kitu cha tatu, tujaribu kudiversify. Usiweke akili yako katika ile media house tu, katika ile newsroom. Jichanganye kiakili, jiangalie kitu gani chengine unaweza kufanya. Hata kama ni kuuza nyanya, kuuza tomato, hata kama ni kuuza mkaa, fanya. Maana kuna kesho. Mambo saizi yanabadilika. Media house kila siku tunaziona zinafungwa. Kesho media zako ikifungwa utakuwa wapi? Kwa hivyo jaribu kujichanganya, kuwa na kitu cha kando chako ambacho unajua unafanya kinakuletea fedha zako ambazo wewe mwenyewe unajua zinakukimu, mbali na zile ambazo unazipata katika uandishi wa habari wako. Usitegemee tu katika ile taaluma yako basi ukajikita tu pale. Halafu kwa wananchi, jamani, waandishi wa habari ni watu tu kama sisi. Sitake kuwapatia expectations nyingi na pressure nyingi. Go slow on them. Ni wanadamu pia kama sisi. Sije mkawapatia expectations nyingi, mkaweka mapressure, ndo hapo tukawa drive kwa depression. Hapana. Let's just go slow on them. Kazi ambao wao pia wanahabari wanajitahidi kwa uwezo wao kufanya kazi professional. So tuishi nao kama wanadamu pia wa kawaida. Asante sana Chairman. Huyo amekuwa ni Omar Abdalla, ama ukipenda Omidala, mwenyekiti wa Mombasa Press Club. Ni imani yangu kwamba tumeyachanja mengi tu kuhusiana na swala zima la media, na kwa faida yenu nyinyi wasikilizaji, wengi wataweza kujifunza jinsi gani hii industry inafanya kazi. Tafadhali subscribe, na pia tembelea Baraza Media Lab Mombasa na hapa Sema Box Mombasa, tuzidi kukuza sanaa nzima ya uandishi wa habari, lakini pia ya wasanii. Asanteni sana. Umekuwa na mimi maskini wa pesa, tajiri wa maneno, Malenga 001.